Na mji wa Kisii ni baadhi ya miji ambayo inakuwa kwa kasi mno, na leo katika taarifa za AGR tarehe 10 mwezi wa pili mwaka wa 2025 nimekita kambi katika mji huu ili kuletea taarifa hizo kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Mimi ni Videlis Moshoge, na tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Nyamira, mahala ambapo waziri wa kawi Opiyo Wandayi amekita kambi na anaendelea kuzuru kaunti hiyo ili kufungua miradi tofauti ya kawi, hasa mradi ule wa Green Energy katika kaunti hiyo. Waziri ameongozwa na viongozi kutoka kaunti ya Nyamira wakiongozwa na Seneta Okongo Mogeni, Mheshimiwa Irene, na vilevile mbunge wa West Mugranga ambaye ni wakili Steve Mogaka, na vilevile viongozi wengine ambao wamekuwa pamoja. Tumsikize. Tuko na mipango kamili ya kusambaza stima katika kila pembe ya nchi, na Mheshimiwa Rais ametoa agizo ya kwamba sisi wakati tunafanya mambo ya maendeleo ya kusambaza stima tufanye bila mapendeleo au ubaguzi wote. Na katika hiyo mpangilio ya Mheshimiwa Rais William Ruto, kaunti ya Nyamira hawezi baki nyuma. Kazi ya Nyamira, kaunti ya Nyamira iko ndani, sawa sawa. Na kwa hakika katika hii mwaka peke yake serikali inaongozwa na Mheshimiwa Rais Ruto imeweka pesa kwa bajeti, pesa shilingi milioni 620 620 million shillings has been put aside for purposes of electrification in this county alone. Hii county ya Nyamira serikali kuu imeweka pesa taslimu 620 million shillings. Hii project ambayo tumekuja leo kuzindua, hii ya Sengera, ni amana sana. Naam, ni maendeleo ambayo tunahitaji katika eneo la Gusiland kwa upana. Na vilevile tukitoka katika kaunti ya Nyamira tunaingia kaunti ya Kakamega, mahali ambapo kulikuwa na kongamano la viongozi wa chama cha ODM, wakati ambapo viongozi kutoka kaunti ya Kisumu wakiongozwa na gavana Professor Anyang' Nyong'o, gavana Gladys Wanga ambaye ni wa Homa Bay, na vilevile gavana wa Kakamega ambaye ni Fernandes Barasa, huku pia naibu mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye ni Simba Poro Arati alikuwa miongoni mwa viongozi ambao walikuwa katika mkutano, huku pia wakiendelea kusema kwamba chama cha ODM hakina mkataba wowote na serikali ya Kenya Kwanza, huku akisema kwamba kama Rais William Samoei Ruto anataka kujiunga ama muungano na chama cha ODM, basi ajiuzuru kutoka kwa chama cha UDA aingie katika chama cha ODM ili wampe sapoti ambayo inatakikana. Tuwasikize. Ambao walikuwa ni viongozi wetu wako katika serikali ya Mheshimiwa William Ruto, wamekwenda kule, wamepewa kazi na tunaheshimu kwamba wamepewa kazi, lakini kama chama hakuna mapatano tuko nayo na serikali ya Kenya Kwanza. Sisi kama chama hatuwezi ingia katika UDA. UDA imekufa. Imekufa ama haijakufa? Kama imekufa, yeye akuje tuongee na yeye kwa faragha hivi, tumwambie toa hizo nguo za yellow, ingia chungwa, tuone kama tutawasha wewe, watu wakikubali tupewe wewe uende mbele. Hatujui kama Rais Ruto atajiunga na chama cha ODM, lakini tukiachana hayo, pia viongozi hao wamemtetea Secretary General wa chama cha ODM Edwin Sifuna ambaye hakuhudhuria, wakisema kwamba yeye anazungumza vile ambavyo wanachama ama vile ambavyo viongozi wa chama wanataka. Anasema kwamba mazungumzo yake ni ya chama cha ODM. Pinga Sifuna, wewe ni nani? We in the party source Sifuna from his professional work and bring him to the party, and he has been doing an excellent job since then. Anasema juu ya Sifuna hapa, wacha niwaambie, Sifuna is our Secretary General na lazima aheshimiwe kivyote vile. Mkiona tumenyamaza, Sifuna anaongea sauti ya chama. Tunaelewana? Sifuna anaongea ile nafikiria, ile Ososi anafikiria, ile Wanga anafikiria, ile Profesa anafikiria, na ile baba
inadunda ndani ya roho yake na nyinyi nyote. Na tukitoka katika kaunti ya Kakamega tunaingia kaunti ya Kisii, mahali ambapo waziri wa mazingira Anne Omoyo amejitokeza na kuwahimiza watu katika kaunti ya Kisii na Bagusi kwa ujumla kulinda mazingira kama njia moja ya kutunza afya zao. Tumsikize Mheshimiwa Anne Omoyo. Nimekuwa nikipata simu kwa wale wananijua wakiniuliza, sasa waziri, wewe mabadiliko ya tabia nchi, tunaona kweli tabia inabadilika, tufanye nini? Tumeona mvua January, tupande ama tufanye nini? I want to take this opportunity ya kuambia wale hawatanifikia ya kwamba hii mvua iko, lakini kwa sababu vile tumesema mabadiliko ya tabia nchi, because of so much human activity, unaona magari siku hizi tumenunua, kila mtu inatoa hiyo smoke kwenda juu, madawa tunawekea mboga, nyanya, siku hizi hata nyanya inakaa miezi 2-3 haijaosha. Naam, taarifa za spoti na biashara, Ruth Nyanchama naye Jeff the presenter watakupasha zaidi. Mimi ni Videlis Moshoge. Na katika rubasa kimataifa ni kwamba makabiliano makali kati ya waasi wa Machi 23 alimaarufu M23 na wanajeshi wa serikali ya kidemokrasia ya Kongo yaliuacha uwanja wa ndege wa Goma ukiwa katika hali mbaya, hali ambayo inaonyesha kile ambacho kiliendelea wakati wa mapigano ama makabiliano ambayo yalionekana kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni wiki 2 sasa tangia mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ama kati ya waasi wale wa M23 na wanajeshi katika eneo la mashariki mwa DRC ama mji ule wa Goma. Na kwingineko ni kwamba wakuu wa South African Development Community almaarufu SADC na EAC East African Community sasa wametaka mapigano kusitishwa mashariki mwa DRC, huku wakitaka majeshi ya kigeni kuondoka jijini Goma ama nchi ya kidemokrasia ya Kongo, na serikali ya Kinshasa ikiongozwa naye Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na waasi wa M23 katika kutafuta amani ama kutatua mzozo ambao umekumba nchi ile ya kidemokrasia ya Kongo pale ambapo wanapigana na waasi wa M23. Hii ni haya yameafikiwa baada ya viongozi wa Afrika Mashariki na wale wa SADC kukutana nchini Dar es Salaam, Tanzania, huku wakijaribu kutafuta jibu ama suluhu katika mzozo ambao umekuwa ukikumba nchi ile ya kidemokrasia ya Kongo, ambako nchi ya Rwanda imekuwa ikituhumiwa kwamba inawafadhili waasi M23. Na katika taarifa za spoti ni kwamba weekend ambayo imepita hiyo jana, timu ya Shabana FC iligaragazana na timu ile ya Posta Rangers, ambako Posta Rangers walipata ushindi wa mabao 2-1, kile ambacho akikufurahisha watazamaji ama wapenzi wa kandanda, haswa mashabiki wale wa timu ya Shabana. Lakini wiki hii siku ya Jumatano tarehe 12 basi timu ya Shabana itagaragazana na timu ile ya Tusker FC. Basi tutangoja tuone ni kipi kile ambacho kitatokea pale. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi aka Jeff the presenter, lakini dadangu Ruth Nyanchama atakufahamisha ni kipi kile ambacho kimetokea sokoni, kio kwamba ni bei za bidhaa tofauti pale sokoni. Kwaheri kwa sasa. Katika soko la Daraja Mbili tutakuwa tunaangazia bei ya vyakula sokoni. Tumkaribishe basi mama wa biashara atujulishe bei ya maharagwe. Karibu sana. Los Coco kwa kilo 90 tunauza 12,000, kwa mkebe tunauza 380. Na amini tunaiuza kwa kilo 90 10,000, kwa mkebe tunauza 280. Na tuko na maharagwe ile nyekundu, ile ndogo ndogo, tunaita red. Hii ingine inaitwa Wairimo au Nyoro kwa Kikisii. Tunaiuza mkebe 250. Alafu kwa gunia kilo 90 tunaiuza 9,000. Katika upande wa machungwa tutakuwa tunaongea na mwanabiashara ambaye atakuwa anatuelekeza kwa bei ya matunda inavyouzwa hapa sokoni. Karibu sana uweze kutuelekeza. Haya, hapa kuna machungwa tunanunua, kuna gunia ya shilingi 7,000, kuna gunia ya shilingi 4,500,
kuna nusu gunia shilingi 3,500. Maembe ya kutoka Pokoti ya kreti tunanunua kwa shilingi 1,700. Ya neti kutoka Pokoti tunanunua na shilingi 800. Ya kutoka Ukambani tunanunua na shilingi 1,300. Hiyo ndio bei ya. Kwa majina ninaitwa Kesia Njoki. Ebitungwe gunia toko kwa shilingi 2,000 flat. Ekenne kabisa toko kwa shilingi 5,000. Alafu edungo yanga toko kwa shilingi 1,500. Ama gunali toko le dungo. Asante sana. Alright. Bei ndio hiyo kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 10 mwezi wa pili mwaka wa 2025. Kutoka kwangu mimi ni Ruth Nyanchama.